Vijana, hizi ndio mila za kwetu na desturi vizazi na vizazi, na ni lazima tuzifuate, na ni lazima tulizishane vizazi na vizazi, hasa kuona kijana amekuwa na kama hivi binti Kigoli ambaye yuko hapa. Tunayo tamaduni yetu ambayo vijana wanasimamishwa mbele na kufungwa nyuso zao ili wasiweze kuona au kuonekana kuwa huyu ni fulani. Naye binti pia anafungwa kitambaa vile vile, na ndiye atakayechagua anayetakiwa kuoa kwa wakati huo. Na akikosea tu binti na aliyemchagua watanyongwa, maana inakuwa sio hatima yao kuishi, inakuwa ni sadaka kwa miungu yetu yote. Binti, leo ni siku njema kwako. Miongoni mwa mabinti wengi umechaguliwa wewe. Sasa tuiombe sana mizimu, na uiombe sana mizimu uchague wa kufanana naye ambaye hutakuwa umekosea katika maisha yako. Vinginevyo itakuwa ni hatari kwako. Mungu wa miungu akusaidie sana. Vijana, tumeelewana? Diego! 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 Nashukuru Mungu tumeonana. Kweli ndugu yangu, maana tunatembea huku tumekufa. Kabisa. Tunatembea na kifo mkononi.
na leo uko kwenye shagulio, sidhani kama watarudi wazima. Maskini sikitu wa watu. Kisa ndoa amehatarisha maisha yake. Mungu amsaidie. Hatima yake iwe njema. Sikieni. Miungu imekasirika. Ardhi inataka damu. Inataka damu. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume, ili muweze kupata mali. Sikieni. Ardhi inataka damu. Inataka damu ya kike, inataka damu ya kiume. Enyi upepo kutoka mkono wa kushoto kuelekea mkono wa kulia, ardhi inataka damu. Inataka damu ya mtoto wa kike, inataka damu ya mtoto wa kiume. Enyi upepo kutoka mashariki, enyi upepo kutoka magharibi, ardhi inataka damu. Inataka damu mtoto wa kike, inataka damu mtoto wa kiume, ili mpate mali. Ili mpate mali. Ardhi inataka damu. Ardhi inataka damu. Ardhi inataka damu. Ili mpate mali. Ardhi inataka damu. Taka mtoto wa kike, inataka mtoto wa kiume. Yaani kwa hizi mila za kwetu siji kuoa wala kusogelea madhabahu ya chagulio. Aha. Mbona unakuwa mwoga kama kunguru wewe? Bora nionekane mwoga kama kunguru, maana kuishi ni bora kuliko kufa kwa ajili ya mwanamke. Shauri yako, tutakuzika na bundi. Hapo tena tutakukumbatisha. Ekwa, umepatwa na nini? Wewe acha tu. Shida kanivamia, kanifunga, kanivua nguo zangu zote, kaenda kwenye chagulio. Damu yao walishakunywa toka jana. Hapo kilichobaki ni hitimisho tu. Kwani kuna nini? Kwa mujibu wa nabii, shida na Sikitu ni maiti zinazotembea. Bora mtopusha na hili. Mungu inataka damu. Kwa hiyo sasa imempofusha macho Sikitu na akili zake ili akosee kuchagua. Hapo tutafute tu Mungu wa kweli. Huyu sio Mungu. Mungu gani anataka damu ya watu na nyama aliyowaumba wenyewe? Na kama kweli yeye ni Mungu, ndugu zetu, mfe salama kwa ajili ya jamii yetu. Wewe inaniuma sana.
Huyu hapa ndiye mchumba wangu. Una uhakika? Ndiyo, nina uhakika. Haya, usogeze na ufunue uso wake, wenzie wote waone kama ndiye. Lana wewe. Umebukuniwa. Wakamateni, pelekeni kwenye madhabahu ya Mlima Rolezi. Wewe kizembe tu mpate, si ndio? Unichukulia mwanamke wangu wewe, una sura gani wewe kongoro wewe? Wewe. Hizi sura nimepambana mimi mwanangu. Yaani mpaka kufika hapo unakuja unachukuliwa kirahisi tu hapo wewe.
kizima unaelewa hizi chata. Babu, yani hii namba leo unaona amani kabisa, yani mbele ya vidume sisi. Hapo anavutavuta hewa tu, yani mwanangu, hii hewa anaifurahia. Anaifurahia hii hewa vipi huyu? Hebu ngoje kwanza uisikilizie hewa nyingine. Nyanyuka kidogo hapa wewe. Fahamu kabisa wewe. Kinga vizuri hapo. Shenzi kabisa wewe. Bafu kabisa. Sasa mweke sura yake vizuri hapa. Wewe shenzi wewe. Unamshikaje wewe? Wewe wewe vipi wewe? Mbona tuelewi? Huyu vipi? Mwanangu si alikuwa ananipenda wewe? Wewe mwanamke, umenisahau kweli mara hii? Mbavu sana. Pole shida. Nimekuingiza kwenye shida. Uzuri wangu umekupelekea kuingia kwenye mauti na kuzimu. Cheki ulivyo mjinga. Unatabasamu wakati unaenda kwenye kifo. Nyinyi msichochee upumbavu hapa. Hatuna muda wa kupoteza kuendelea kusikiza ushenzi wenu ambao mnauongea hapa. Sijui mnaelewa? Alafu sikilizeni mbwa nyinyi. Hasa wewe jibu lililokuwa na sura la ajabu. Mmesababisha ndugu zangu au vijana wangu wote walio wengi wamefia huko nyuma kwa sababu ya Simba. Yaani wewe unasababisha vijana wangu wanakufa huko nyuma huko. Sisi tulikuwa tunataka tufurahie ufe wewe, lakini wanakufa vijana wangu. Simba amekula. Zetu mwanangu. Nyanyuka. Nyanyuka.
Hebu Simama. huko. Nyuka. Natia huruma hapa. Shika huko mbele. Simama huko. Nani kafa njiani kwa ajili yako? Shika huyo mwanangu, shika vizuri. Wenzetu wewe, mnalegea sana nyinyi. Wapo kabisa. Mnyenyua huyo. Mnyenyua huyo. Ndio. Mama. Wewe ni huyu? Wewe simama wewe. Shida. Mimi sio shida. Tuna masaa machache kusubiri kifo chenu. Mnaweza mkasimama tukaendelea na safari. Wainue. Mungu uliye mbinguni, asante kwa neema yako kuu. Hatimaye Elia amekataa hatima ya jina la Shida. Asante kwa neema yako iliyo kuu. Asante kwa ukombozi wako, ewe nuru ya ulimwengu. Huko wetu wa mgode umeshalaniwa na umejenga vita na Mungu. Ndio maana mambo ya ajabu ajabu hayaishi kutuacha kamwe. Hilo ni kweli. Na leo nikiwa katika mawindo nimeona maono. Nimesikia sauti ikisema kutoka juu. Nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi: andika habari za mtu huyu ya kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa kukaa katika kiti changu cha enzi. Maana wameniasi mimi na kunidharau, wakaifuata miungu mingine na kuambatana nayo, na kuheshimu kwa kutoa sadaka ya kuteketeza watoto wao. Yaweza. Jama kabisa huko. Lakini katika unabii mkombozi atakuja kuzaliwa na ameshazaliwa tayari. Nani? Elia? Ndio. Huyo nadhani Mungu anataka turejee kupitia kwake. Kwani kuna mtu anaitwa Elia kwenye ukoo wetu? Ndio, kwenye maono nimeona Shida ndiye Elia. Sasa mbona anaenda kufa? Sasa itakuwaje akifa? Au tukamkomboe? Bili wakati sahihi. Laana hii sio muda kutoka katika mbingu na nchi. Kwa hiyo Shida akifa, sisi kuhusu kujenga, kufanikiwa kwenye kilimo, ufugaji pamoja na uwindaji itakuwa ndo mwisho. Tutaishi mpaka lini kwenye hii miti na mapango kama wanyama? Ziogo. 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 Huu ni muda wa kupokea sadaka yetu. Andaeni vyombo vya kuwekea nyama na damu. Sawa. Nyama ya mchuzi. Nyama ya mchuzi. Nyama ya
iliyonona. Nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi iliyonona. Nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi iliyonona. Nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi, nyama ya mchuzi iliyonona. Sho. Cheka wanangu, cheka huyo mbafu kabisa huyo. Hebu nyanyua. Simama wewe. Simama. Tembea haraka huko wewe. Mbafu kabisa. Nini? Maskini wa roho, fukara wa maisha. Wanafanya nini? Hebu angalia. Luka wewe. Oa. Anakufanya hivi wewe. Oa, Luka. Utakuwa umekufa. Ewe Bwana Yesu, Ninakuja mbele zako. Ninakuomba Mungu. Mimi ni mkosefu. Katika jina lako Bwana. Naomba unisamehe. Makosa yangu yote. Na ndio maana leo hii nimepiga magoti mbele zako. Nikihitaji sala yako ya toba. Katika jina lako Bwana. Wewe ulisema kila mkosefu atakuja mbele zako. Na ndio maana leo hii nimekuja mbele zako Jehova. Ninakuomba Jehova uweze kunisamehe. Yesu Kristo, nakuomba Jehova uweze kunisamehe. Katika jina lako Yesu. Nimepiga magoti, mimi ni mkosefu. Katika jina lako Bwana. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba katika jina lako Bwana. Kwa sala yangu hii ya leo. Naomba uniwezeshe. Naomba uniokoe. Mimi ni mkosefu. Asante Baba. Katika jina lako. Amina. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu, tunakuja mbele zako. Ninawaleta mbele zako watoto hawa katika jina lako Yesu Kristo. Ninakwenda kuwabadilisha majina. Wewe kutoka Shida na sasa utaitwa Elia. Sema haleluya. Haleluya. Wewe kutoka Skitu na sasa unakwenda kuwa Sala. Sema haleluya. Sasa tunakwenda na ninakwenda kuombea. Tuombe. Baba Mwokozi, katika jina lako Mfalme, Mwokozi Jemedali, ninakwenda kukuomba Mfalme wa amani, wapokee Roho Mtakatifu, wapokee nguvu kutoka kwako Roho Mtakatifu Jemedali. Yesu Mfalme, katikati ya mbwa mwitu wenye njaa kali, wajaze Roho Mtakatifu, wajaze nguvu zako Baba, waweze kuwa na imani, wasisumbuliwa na kitu chochote Jemedali. Roho Mtakatifu, na heshima ni kwako Bwana Yesu, mwenye uwezo wa kuhifadhi nuru gizani. Asante Bwana Yesu kwa damu yako ya agano jipya, umeukumbuka uzao wa mgode. Sijazwe juu yako Jemedali Yesu. Katika jina lako wapokee Roho Mtakatifu. Pokea Jemedali Yesu Kristo. Na kukomboa kwa damu yako ya thamani. Haleluya. Wapokee Roho Mtakatifu katika jina lako Yesu. Ninasema amina.
wapi? Tumekosea wapi? Imekuwaje? Tumekosea wapi? Hawila! Mkuu, hiki ni nini hiki? Na kwa nini wewe hivi? Mimi njaa mzee. Mzee, sasa ni siku kadhaa tujala mpaka sasa. Ni muda mrefu, watu tuna njaa. Na hatuelewi mpaka sasa tunafanyeje. Na tukienda kwenye mawindo tunakosa. Na maamuzi yaliyobaki hapa ni yako tu. Maana hamna mtu alienda msituni akarudi na chakula. Mwenyewe unaelewa hali hapa. Ukame, wanyama tumekosa. Huko polini tumekosa mawindo kabisa mzee. Yaani hapa tuelewi kabisa, yani tutakufa na njaa mwisho wa siku. Au mnasemaje? Mbona njaa? Beda siwezi kuongea. Bora hata wanawake mzee. Hawa wanawake wana miili mikubwa. Unaongea tu hivyo. Tena nyinyi ndio msiongee nyinyi. Nyinyi ndio mnamaliza chakula nyinyi. Tena nyinyi ndio mnakula nyinyi. Kwamba tunakatia mimi na nani mwenye anakula. Mimi wewe nani anawinda? Mimi na wewe nani anawinda? Wanajua kweli hapa. Kama mnawinda mbona mjeje na kitoweo hapa? Mpaka tunajuta. Nyie wanawake. Unaweza kufananisha njaa ya mwili lako na kamwili yako. Wanangu, msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini kabisa ipo siku tutakuwa vizuri zaidi. Ila kwa sasa tutakula nyama ya Sikitu na Shida. Hapo ndio baba. Hapo kidogo ongea hapo. Hakika ukoo wetu umelaaniwa toka miaka 10,000 iliyopita na 10,000 ijayo. Ee Mungu, uturehemu kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Hapo sawa mzee. Hapo umenena. Hapo kidogo naongea. Tungeanza yananilia ya Shida. Aha, kwa sababu Sikitu. Aha, amenona. Aha. Hayo ni maamuzi yenu. Basi iwe hivyo. Au nyinyi mnasemaje? Shida ipo vizuri, Shida. Wewe mbona huongei? Ina maana wewe ndio njaa imezidi zaidi? Ani mzee nina njaa sana, nani hapa mzee acha tu. Huyu mzee hata asipoongea hana mada ya kuchangia huyu mzee. Mtu anaogopa nungunungu mzee. Kushika mkuki ya juu, yani tofauti gani na hawa wanawake mzee? Ukisema hivyo unakosea. Kwa sababu wote mnaenda kuwinda. Mmerudi bila nyama. Sio tunakosea mzee. Yaani huyu hapa mpaka kushika mshale tu hivi ajui. Yaani kuwinda sawa tumeenda wote. Uso nungunungu yuko karibu yake, tunamwambia piga mshale nungunungu, huyu anarudi nyuma. Huyu ni wa kuogopa nungunungu huyu. Yaani huyu abakiki na dada zake nyumbani. Sasa hiyo wao anaenda kuokota matunda. Umesikia, mtakuwa mnamchukua huyu. Awache dharau. Umesikia nyama ya Shida. Leo tuna uhakika.
Ndugu zangu, mawindi ya leo yamekuwa magumu sana. Na mimi tuondoke, tuwahi kurudi. Sawa mkuu. Hii chakula hatuna. Siku ya leo chakula chetu cha pekee ni nyama ya skitu pamoja na Shida. Sawa mkuu, tuondoke. Hebu muone mwana wa Mungu amepanda farasi mweupe na jeshi kubwa la malaika. Huyo ni Yesu. Mataifa yote yanainama, yanainuka. Watu wote wanashangilia wakisema Yesu, 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 Yesu. Yesu. Yesu! 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 Yesu!